kidogo tu unaishi na mwanamke ndani, amekwambia na amekwambia na ujauzito, unahudumia ujauzito na uko naye ndani, kila kitu ndani kipo. Unajua usiku wa dini ukawe kukucha ndio. Alafu uongo pia ni mfupi, ndio. Si unanielewa? Nakuelewa sana. Kwa hiyo Mungu anaweza kuongoza tu ukiwa mtu mwenye imani. Mimi nimeshika simu ya mwanamke, nimekuta anaomba hela matumizi ya nje. Na wenda yani unaishi naye huyo mtu na ni mjamzito na unamhudumia. Ni ujauzito wa nani? Na niuliza sasa hiyo inachanganya, anamuomba nani? Anamuomba nini sasa? Nikupe message usome au nikufafanulie? Yani nipo naye ndani, sijakataa ujauzito. Unaelewa Kiswahili? Nakuelewa. Na hudumia na sio yani kwamba niko naye na pesa nyingine baadaye nikafanyaje nikaziendeleza kuzifanya. Kwa hiyo niko naye ndani, anaomba pesa ya kwenda kujifungulia nje. Tuseme anamwambia utimizi wajibu wako mtu ambaye yuko nje. Tuseme anakusanya michango au yuko serious? Anayemuomba nani? Mwanaume? Nasoma message. Mama nisome mwenyewe kama hili. Nasoma message afu utaniambia anayeombwa ni nani. Maskini tayari ndio maana leo nimemleta hapa. Unajua wakati mwingine wanao wanapitia kama frustration na nini, unashangaa mara kuna wote imetokea barabara, tumemuona anatembea na kipenzi au sio kafanyaje, kachukua maamuzi magumu. Ndio watu tunawaita tupate kidogo nao wanafikwa hawa. Usitaje jina. Sitaje jina. Anza mwanzo. Ndio msiri wenu. Usitaje jina. Naomba nivulie miwani. Hamna shida. Ili niwe shahidi. Hamna shida. Kwa sababu mwingine akasoma kupitia miwani. Hamna shida. Jina la achana. Kama nilivyoambiwa. Nianze na salamu jioni, nianze hapa chini. Anza tu hapo komea kwenye message kubwa hapo. Alright. Jina nisimtaje huyo mtu alomwomba. Ndio nimeliona la kwanza niliache. Nachokukumbusha wajibu wako bado miezi miwili, sina kanga wala kitenge wala kifaa chochote, uko kimya, ukipigiwa upokei. Kweli dash jina lake sasa. Unaniumiza kiukweli. Na basi natosha. Na mwenzangu